wingi ambao naona hapa. Tumekubaliana hivyo. Lakini kitu ambaye ilileta hii jasho ya vita, tuache kusema uongo. Uwezi ni kitu ya kwanza. Cutline ndio ya pili tena, kwa sababu wakati Cutline ilikuja, tuache kusema uongo. Ya juzi ni Cutline. Wakati Cutline ilitokea, watu wakaambiwa mtoke Cutline. Jamii yetu Mariashoni walitoka wote Cutline. Vita ni ya nini? Tumeteseka. Lakini wale waliuza mashamba, hata mimi nimenunua. Mbona wewe uko na hasira na ulichukua pesa yangu? Ni nini mbaya na wewe? Kwa hivyo hii upuzi ya kupigana kwa sababu ya msitu, ndugu zangu, wachia serikali. Yule ako na bahati atapata shamba. Na kama uliuza shamba, mimi nasikia unasema Ogeki aliuza shamba. Kuna jamii hapa wa Masai ndio moja wapo. Nasikia Ogeki pia umeingia kwa hii maneno. Ya kuuzia mtu shamba labda baadaye unasema nilikodesha si kuuza. Ama unasema kwamba mimi ilikuwa ni 50,000 wametoa 0.1 ama wameongeza 0 zingine. Ama nilikuwa nimekunywa pombe. Nilikuwa nimelewa na umekula pesa ya mtu. Hatuja-evict mtu. Na ile siku ya ku-evict mtu ikifika mbele ya Mwenyezi Mungu utakuwa unatoka hauangalii nyuma. Kitu ya kwanza, hata mambo za evictions za government caveat imetuzuia sisi wabunge wengine wa Nakuru hata kuregister mashule, sababu zimewekelewa government caveat. Kitu ya kwanza, bwana RC, tunaomba rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta kwanza atuondolee hiyo kiwa number 1. Tunaomba caveat itolewe. Sema mimi na hapa ya kwamba sisikii sauti mzuri kitoka. Na hapa ya kwamba kuanzia leo sitafanya vita, sitachokoza jirani yangu. Ogeki ni ndugu yangu, Kipsigis ni ndugu yangu. Pamoja na serikali tutamaliza tabu yetu. Mwenyezi Mungu tusaidie. Amen.